Maybe kila siku mtu ana grow. But mtu anatongoza kasichana kama mimi. Sasa huyo ni tabia ya mtu. Huyo mtu alikuwa tuna hiyo tabia. Hapo na nani? Once. I think unakuwa nione. Wako kwa ndoa ama wenye wako nje. The problem kwa nampenda sana. Na naweza taka nitambuse kwa Mungu. Ati unaacha kwa bili yako. Kwa relationship yako kwa life lakini uko peke yako. Mzuri utamjua. But tutafute ni pesa. Hii unaweza weka kwa nyama, unaweza weka kwa chicken, toka. Haya, hii Umesikia? Umesikia? Chiko, let's continue with our topic. Endelea nayo. It is your choice, guys. Yeah, something like that. No, you're gonna enjoy life, you're gonna feel like a baby. Marriage. Why kuja? Always it is serious and it is here. Mbona unanichomea? 10 good years. Okay, Chiko. Si cheating. Kuna vitu mingi sana hapo kwa mingi kwa za pili. Si sisi sasa. Utamkuta pia na yeye pia maybe alikuwa kwa ndoa nyingine mwenye amekuwa masiku za ujana. Wanataka hawezi kupatia peace kwa hiyo marriage. Anyway. Mama and the marriage. Mkuwa na communication. Karibu ikashindikana. Akapea nakuta ana eat kwa hiyo subject ya chakula. Hello my good people, welcome back to my YouTube channel. I'm back again with another video and this is about Masha Talks. Guys, mkiniona tu nimekaa mahali peke yangu, mjue tu it is all about discussion. I have story to share with you guys and it is night. Yeah, and today guys, I'm not alone. I'm not alone. I'm with my friend here and this discussion we are going to do it together today. Today I'm not going to be alone on Masha Talks because my friend is around and I want to introduce her to you guys. Are you ready? Are you ready, guys? Let her introduce herself. Hi, beautiful. Hi. Say hi to Masha. Sasa mimi ndio the friend. Yeah. Umeambiwa. Naitwa Shiko. Shiko. I'm glad to be here. Oh, thank you so much, my friend Shiko. She's in the building. Drum roll. Guys, mkiniona na Shiko, mjue maneno ni fire. It's about to go It down. is about to go down, guys. So guys, we have a discussion and this discussion we are going to do it in our kitchen when we are cooking supper. It is late, guys. We are just coming from the work and tujapikia wazee. So this discussion, because of the time, sitaki ikue tumeharibu muda mwingi hapa. Tunaenda kukafanyia kitchen. Kuna some few questions mnataka kujua. Watu wa Masha mmekuja wale watu wangu mnakujanga inbox wenye tuna meet, mnanipatia questions, mnaniambia Masha enda uongelele kuhusu hizi maswali, enda uongelele kuhusu these issues, then utupatie answers. Guys, imekuwa so hard for me because nimekuwa nikingangana peke yangu, but today nikaamua niite best yangu ambaye anajua deep. Wow. Ambaye anajua deep na ongopangi si kama mimi. So ako na experience. So nikaamua nimuite and yeah, we are going to discuss about that topic when we are at our kitchen. So guys, yeah, stay tuned and keep watching, guys. Hamtaboeka na hii. Okay. See you. Guys, tuko kwa kitchen yetu and we are ready to prepare the supper. As you can see, tuko very ready. My friend is there. Yeah, so guys, tunaenda kupika
Here we have chicken. Chicken yangu nimeitoa kwa fridge right now. Yeah, tunaenda kupika chicken na spaghetti. And then tunapika tukidiscuss. We have all the questions here. Show them. Very interesting questions. We have all of them there, guys. So tunaenda tunapika tukidiscuss. Sawa? Yeah. Let me hand over the camera to our camera girl. Camera girl. Now, tunaanza wapi? Chico, we wash the meat and nyanya first. What did you wash them earlier? Sana viatu. Let me take the shoes. Yeah, you move. Mama, mmoja please. Umenunua nyanya zote zimeiva. Tena kwa fridge. We are doing. Na sipendelee vile mgeni anatoa kazi. Haya mgeni shika maswali. Sipendelee maswali. Mgeni siku ya kwanza mpe nini? Nini? Wali na kuku. Iko wapi? Siku ya pili mkaribishe na ugali. Siku ya tatu mpe jembe akalime. Shiko. Now the topic of today. Very interesting. Very interesting. Can you tell them it is about what? You can tell them. Mimi ni mgeni huku na sijui kwa nini nakuwa kazi, but maswali zinakuja zimeulizwa. Why do men cheat? Wow. Tunajua hii. Mbona tusijue na juu tumeulizwa? The real reason no one talks about. Very interesting. Wow. Wamesikia? Ebu, can you repeat it again? Why men cheat? The real reason no one talks about. Teren. Aya, tuambie mbona wanaume wana cheat? Sababu wanataka? Because they want. Yes. Do you think that is what you know ama ile tu? That is your option. Yeah. Kucheat ni personal decision. My opinion though. Your opinion. Yeah. Kucheat ni a personal decision. And for me, how do I take it? It is. Can you repeat the question again? Mbona wanatucheat? Mbona wanaume wanatucheat? Kuna some reasons. Because they want to. And kuna some reasons why they kashetani. Umekaona wapi? Kuna some reasons why they do that. Inafikia hapo kwa nini mpaka aanze kukucheat. No. Kitu ya kwanza mimi I believe mwanaume kama anakupenda kama kabisa anakupenda, not about even love. If that man values you, he can't do that. You know, kuna kitu inaitwa communication. Kama unafikiri kuna kitu sifanye right, you should communicate. Yeah, but sasa kuna watu wengine nao ku approach ni ngumu. There are those women whereby you can't even approach them. Ni masimba. So masimba to approach them. But anyway, me I don't support cheating. That one I can't support. I'm not supporting cheating, and I'm not supporting men to cheat or any woman to cheat in a relationship, because that is I think it is a choice for. Yeah, it is a choice. It's a personal decision. Yeah, it is a choice. To Unataka cheat, it is a choice. But for the men, I don't think it is a choice. What is it? What is it? For the men, I don't think it is a choice, because for the woman, wanawake wao wanakaa wanaipangia, so that now you can call it a choice, because ameipangia. Mwanaume anaweza toka hapa tu ameenda kwa duka kununua nyanya kama hizi, kidogo amepatana na kashiko pale. Amepatana na kashiko pale kidogo amesahau alikuwa ameenda nyanya na kitunguu, ashapotea na shiko. Na narudi vizuri. But you, for the women,
you sit and you plan. Not just No. When a woman cheats ni sababu maybe ana revenge for a woman. Alafu Really? yeah, wanawake we don't just cheat. Ni kitu tunakaa And do you believe that women cheat? Yes. Tena kwa sana. And what makes them to cheat? To reach there? I believe mwanamke akiingia mahali anakuwa ameingia na mguu zote mbili. Sure. Hakunaga ile ati acha nijaribu. Tunakuwa tumeenda either you work ama I work. Na ni nini itamfanya ule mwanamke unaenda unapatana na mwanaume ameanza kucheat? Unakutana na mwanaume anakuonyesha dust. Unabaki ukijishangaa. But for men wana seek validation, wako na boost ego yao. Kama wajalelewa vizuri. Ndio wajalelewa vizuri. Mimi nimesema hivyo. But pia kuna some reasons zina make maybe kukata kitu. Kuna some of the reasons zina make pia mwanaume a cheat nje. Sometimes kisu tumeweka hapo ndio hivi. Kitunguu ndio hiyo hapo. Ngapi? 2. Okay guys, msijali, tunajaribu kubalance hii talk na kupika. Yeah. Sio kama tuna concentrate na mahali pamoja bila kusahau. Kuna some reason you can give your man a cheat. To cheat. Hebu toka nje. Me I believe that hii channel ni yako lakini toka nje. Enda home. Naona mtu mwenye huwa unajua mimi nafanya hizi vitu. No, wewe enda home. I know. Kuna some reason you can give your man. For example, kama gani? Like mwanaume anapenda vitu vidogo tu. Mwanaume okay, let me explain it this way. Explain. No, explain it tuelewa. It's very hard to explain. I know it in my heart, but to explain it is hard. But me, I believe that na mkono. Vile wewe mwenyewe unamtreat mume wako na vile wewe mwenyewe unamchukulia mume wako na unamtreat ni ngumu sana. And as long as this person values you and this person anajua kwa nini ako kwa maisha yako, anajua what is doing, what ni nini inamfanya akue pale, anajua value of the marriage, anajua maana ya ndoa, anajua maana ya kukua na bibi. Let me ask you, Sharon. It's so hard. So now the reasons comes whereby maybe wanaume ni they are so weak. Ni viumbe dhaifu. Yeah, ni viumbe dhaifu. They are so weak. So if there is no that understanding, wewe mwenyewe unajiweka unajua huyu mwanaume ni kama mtoto. Kama hivyo venye tumepeana example, anaweza enda tu kwa duka hivi na aende akiendana. So let me ask you. Sababu unanikasirisha. Tutapigana. Na tukigana baada mnini, msisahau nimeshika kisu. So usinikasirishe. So najaribu kuexplain ila kata. Sababu kuna tunasema because if upate your guy amecheat na kuja kuambia ni sababu hauko unamwunderstand, so you will forgive. Sitamsamehe. Because hakukuja tukakaa chini akaniambia ni shida gani yenye inamfanya atoke nje akaona mwanamke mwingine, ingawaje mimi wakati alikuwa ananikuta alikuwa mdogo ama nikiwa tu hivi niko alikuwa shaona bibi kwangu. Ndio maana nilikuwa nakwambia Haukamsamenieka kwa ndoa tena anatoka akaone mwanamke mwingine. Huyo naye ni mwanaume mwenye aridhiki. Hapo tu hivyo. Tunaacha kuwatetea. Choose a side. Tunaacha kuwatetea hata. Because hata kuwatetea ni ngumu. Ni ngumu. Saa zingine ni ngumu. Jessica Kiberiti kwa wapi? Sijui. Mine there. Huko. Yes. So, cheating iko justified kwako? Iko justified. So kama mtu avali bwana yake draw. Kama mtu avali bwana yake afanye nini? Achitiwe. Hapana. Ndio tu nimekwambia kuna kitu inaitwa communication. Unaweza communicate. Useme sipendelei vile nafanywa hivi, sipendelei ABC. Yeah.
ni useme tu, hata kama kuna vitu unaona bibi yako azifanyi zenye unapendanga, ni ukae chini na yeye umwambie. Communication tu. It is all about communication. But kama imefika mahali hata hamwezi communicate, itakuwa very hard. So utakuta your partner ameshatoka. Haya, akicheat utamsamehe Saa ngapi? Hao ndo marafiki zangu sasa. Hao ndo marafiki zangu. Akicheat akusamehe. Why? Mbona una cheat? Wewe una tabia, wewe not right. Wacha kuwa mgumu bana. Boy child hapo hapa anakusikiza. Unaweza forgive cheating? Siwezi hata na dawa siwezi. Dawa usitupige. Siwezi hata na dawa. Alia? Acha nikutafutie ingine sasa. Kwa nini nakusamehea? Ama ni Si mpenzi wako, lakini nayo cheating in a relationship ni kitu ambacho akikubaliki. Hata kwa mtu yoyote, hata kama niko na macho moja, hata kama mimi sioni, hata kama niko na mguu moja, ni kitu ambacho hakuna mtu yoyote kwa hii dunia anaweza kubali. Can a cheater change? Yeah, people change. Yeah, people change. Even me, I believe that people change, guys. Itafika tu mahali. But yeah, ndio tu tulisema kucheat ni a personal decision, pia kuchange ni a personal decision. Yeah. Atachange sababu anataka, si sababu unamlazimisha change. So eti kwamba utashinda hapo unamwombea, unamwombea nini change, naomba mume wangu. Yes, maombi pia inasaidianga, lakini pia na wewe ujisaidie. Mungu anataka mtu ajisaidie. Mungu atashuka akuja kusaidie kazi yako. So yeye mwenyewe akikubali kuchange, atachange. Kama si mtu wa kusikia, atakaa tu hivyo. Haya. Next question. Okay, can a relationship still work after cheating? No. Tumesema to forgive cheating, so kwa kuna relationship ingine after cheating. Can a relationship still work after cheating? Let me ask you, Sharon. Unaweza forgive hata once? So umesema unasikiliza. Hayo bwana wangu anisikii. Hayo ataona hii video. Yes, you can give someone a chance. You can give them chance. Maybe first. Ngapi? Just chance. Only one. Ya kwanza, ani msipige nawe. But sometimes you give people chance. But inategemea. Ametoka kwa hizo cheating. Umejua kabisa amekucheat. Mkalishe chini. Muulize, bwanangu, nikajua ni mimi tu peke yangu kwa hii dunia. Atasema ni shetani. Imekuaje? Inafika hapo mpaka unaichiti na mwanamke mwingine. Mkalishe chini. Umwambie nini? Umwambie nini? Wewe ndio watu unafaa kumuongelesha, maana yake guilt itakuwa inamuua. Amenyamaza sana, they don't feel guilty. Pole. Haizongea because of that guilt. Sidhani wanafeel guilty. Amefanya innocent. Innocent. Ama unataka kwa channel yake. Najua kwenye hapo labda yeye nikosea kabisa. Hebu mnipe hiyo panga na msonge nyuma. Si ile kulipizana. Tumeelewa guys. Guilt itamchapa ule mwanaume. Mkalishe chini, muulize haya. Niambie makosa yangu mimi mwenyewe nimefanya mpaka inafika mahali ukatafuta mwanamke mwingine. Ukiwa umeniacha hapo. Shida yangu ni nini? I wish tunaweza invite mwanaume hapa atuambie kama wanakuwa gati ina happen kitu. Oops. Nimecheat. It doesn't happen like that. Ana plan. Yeah, huwa wana plan. But sometimes ina happen too because of it. You just want to do that. You just want to cheat. You just want to boost ego yake. Yeah, you just want that feeling of having someone else. And again, anaweza cheat na aende akiendaga. Yeah, anaweza cheat na akibebangwa. So ndio vizuri umkalishe chini. It is good. Unamkalisha chini, unamuuliza shida iko wapi na nini imekufanya ikafikia mpaka pale. Akijeleza vizuri, ajeleze in a right way where you can understand. Akwambie nini? Nini imemfikisha hapo? Sawa, tunaishi kwa hii dunia mara moja tu. Msamehe tu na maisha yasonge. Lakini kama naye amefanya hivyo na makusudi na madharau na pride,
Unaona guys? Ya, kama amefanya hivyo na makusudi na madharau na kiburi, kichwa yake iko huku, hata hiyo kukaa chini muongee hataki. Usishinde kuongelelea pale. Muongelelea tu akuelezee mbona imefika hapo. Haikuwa mistake. Usisahau tumesema haikuwa mistake. Haikuwa mistake lakini always give. Ati alisukuma hivi akajisukuma hivi akajipata kwa Airbnb. No, ni yeye mwenyewe na akili zake timamu. Alitoka kwako, ukampigia viatu rangi, ukampigia nguo pasi, akatoka. Akaenda wakakaa chini, wakakula, wakamaliza, wakachukua room. Wakafunga. Hawakusahau kufunga. Wakafunga na ya juu na ya chini. Na wakafanya how is that a mistake? Nieleze. Hiyo ni mistake hapo jameni. Inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu kutetea. Hii kitu history ya marriage ni ngumu. Ni ngumu sana. But kama tunaongelelea cheating kwa marriage, ama tuko tunaongelea kwa marriage hata kwa relationship, it is something, you know, in marriage it is something deep, it is something big. Kwanza kwa dating ukishachitiwa run. Yeah, kwa dating relationship zile amjaoana, ukishaona hiyo ni red flag. Ukishaona umeanza kuchitiwa na hata hujaolewa, hujafanywa hata introduction, ujulikani na mtu yeyote, ni yana kujua. Run for your life. Kuna mtu alisema Sharon ati ukiwa as a woman ukidate unafaa kukuwa una-explore. Una-explore aje? Ukiitwa dating inaenda. Si huyo mmoja tu umestick na yeye. No, that is kama una date. Kama una date. Usistick na mtu mmoja. Ukiitwa date, enda. Explore. Wewe upime maji. Unaweza kupata mzuri kushinda huyu. Yeah. Usao kwa ndoa ndio, usao kwa dating, ukidate hakuna kucheat. Yeah, hakuna kucheat. Hakuna kucheat kwa dating. Yeah, hiyo ni relationship pia. So hauwezi kaa faithful kwa nini? Kwa relationship. Unakaa. Si tumesema tuna explore, tunajaribu maji. Yeah, una explore but isifike hapo kwa. No, why not? Isifike huko, una explore. Unaweza ni upate na mzuri kushinda yenye uko nayo. Sasa si utachoka. Kitambo sasa upate huyo mzuri, utakuwa umechoka huku. Kupumzika ni mbinguni. Okay. Sawa. Opinion yake? Opinion yangu. Ukifika kwa ndoa, tulia. Juu ukupelekwa na mtu, wewe mwenyewe na bibi zako, wewe ndio ulijibeba ukajipeleka. But nowadays nitaweza. Tunafanya vice versa. Kwa ndoa tuna cheat. Kwa relationship tuna cheat. Atucheat kwa relationship. Tuko very faithful. Ukifika kwa ndoa ndio una cheat. Na ni nini inafanya mtu aanze kucheat? Na kwa relationship mtu wako ana cheat. Wazuri wanakuja kwa ndoa. Wazuri ndio wanakuja. Do you think that is the reason? Una nini uko tu na ndoa, uko kwa ndoa yako ama ni kuchapa, umefika huko umechapa, mwanaume ameona umechapa, umezaa, umekuwa na watoto, sasa ujishughulikie sana, alafu apatane na kashipo pale nje kamingara kanakaa vizuri, ananuka vizuri. Akiangalia bibi, akipata bibi ananuka tu maziwa ya mtoto, changamoto, anachoka. Amepata ngenge ni ng'ombe. Yeah, vitu kama hizo pia zinaleta reasons of men being cheating. Sindio? But nini communicate? Yeah, communicate. But unajua kuna watu hawajui ku-communicate. Mara ya kwanza, kwa nini hujui ku-communicate? Kuna watu hawajui ku-communicate. Communication is key. Okay, kuna zile ndoa zenye unajikuta mko ndani but ni kama uko prison. Mwanamke unakanga tu hivi na uoga. Unanielewa? So to communicate na bwana yako, yes, wanaambiwa wao ndio wako above, wao ndio kichwa, si ndio? Sisi tuko shingo. Yeah. But usikuwa kama slave, huwezi communicate kwa hiyo relationship. Na kama uko kwa relationship yenye huwezi communicate, run for your life. Kama uko kwa relationship yenye mwenzako hawezi kaa chini akakusikiza, shida iko hapa, run for your life. Sharon, unaweza kuwa kwa hii ndoa peke yako. Mwenzako alishaenda. Ashaenda. Tuko pamoja, tunaishi pamoja. Alishaenda. So ni vizuri pia unakaa ukijiuliza, by the way, ulisema nani? Masha. No.
Au unakaa ukimuuliza your partner. Yes. Na Sasa maisha imetufika hapo. Bebo usisahau kuna bibi. Unakata nini nyingine? Boys bado. Sijui tukata nini nyingine. Tunakata nini nyanya? Tunakata nyanya ngapi? Nyanya ngapi? Guys, hatujaenda mahali. We are still in our conversation. It is hot. It is very hot. So, unachukua break kidogo, unameza mate, unapumua. Hebu nipe maji by the way. Mtu apelekwa mbio mbio. Zile topic tunaongelea hapa ni ngumu. Kusema ukweli ni ngumu. Mmeleta maswali ngumu this time round, but tutaona vile tutazitatua. Ngapi ndio? Mbili. Tunablend kama Nitazikata tu. atu Itapiga kelele. Si mna understand for kitchen? Kwa kitchen inaweza tu understand. Sasa blend. Niliweka maji kidogo ya spaghetti. Shiko. Wewe haribu ndoa za watu kabisa. Ai. Kufa dereva, kufa makanga. Haribu nyumba za watu kabisa. Mkisikiza Shiko hapa, Kufa dereva, mtabaki tu hivyo peke yenu. Huko nje usipo nini usipokuwa careful. Obvio mtajikuna. Yeah, by the way, kushaingia hizo mambo za nini? Cheating in a relationship itakukosa lot. First of all, itakuletea magonjwa. Kuna my infection, utakuwa kwa my infection daily. After medication uko tu kwa my infection. Kitu ya pili, kuna ugonjwa ingine kubwa yenye watu huogopa. Unaita ugonjwa kubwa. Because kuna hiyo pia. Aya, kuna hizo my infection zikikuja zinakuletea cervical cancer, si ndio? Man, Imagine. Na azishikangi wanaume, inashika tu mwanamke. So unajikuta wewe mwanamke umeingizwa, umepata makansa because of cheating husband. Cheating who? Boyfriend. Si ndio? And it is not worth it, guys. It is so expensive. Cheating, it is very expensive. Because kitu ya kwanza wewe ni kama slave. You'll be like a slave. Utakaa na uoga, ukijificha ficha huku umejibana, unajificha ficha mwenzangu asinikute nini. It is very expensive. Sharon. Very expensive one. Nasema hivi, nisidai kamba nifunze mkono. Nasema hivi. Kama lazima ukae na huyu mwenye anakucheat. Mcheat pia. One. Nimwambia msikize Shiko kwa makini. Na mshike masikio yake hivi. Msikize vizuri. Nasikia vile amesema. Kama utakaa kwa hiyo relationship ama marriage ambayo umechitiwa, na wewe fanya nini? Si kwa mdomo wako. Alipo ndo ananya kabisa. Alipo ndo ananya kabisa. But why not? No, don't cheat. No. Usilipize. Hakuna mambo ya revenge. Sharon, kuna Life ni yako mwenyewe. You can go and look for someone else. Kuna wewe. Maisha iko tu. Life lazima iendelee. Hakuna haja ya revenge. Hapo kwa revenge utapatana na magonjwa. Hapo kwa revenge Mungu anaweza kupiga kiboko tu hivi. the same God alimwona akienda kunicheat, si ndio? Okay. Sikizeni Shiko kabisa. Hiyo siku tu umeamua wacha uende uka revenge. Sharon, uko na watoto Kitumai na watatu. kukuta huko. Uko na watoto watatu. Wote ni ule mkubwa ako 5 years. Wa pili yako tuseme maybe 3 years. Alafu last born ako maybe 1 year. Unaenda wapi? So ukae hapo tu kwa hiyo relationship ambayo Mcheat pia wewe. unachitiwa kila siku. Mcheat pia wewe. Na sasa si mnamalizana. Kila mtu anajikunia kwa kona yake. Unajua mwanamke yeye huisha haraka si kama mwanaume. Anajikunia kwa kona yake na mimi najikunia kwa kona yangu. Hatuwezi ulizana sababu hatujui nani alileta. Okay, alimu kabisa.
Kila mtu ajikinia kwa kona yake. Tukisonga. Unasikiza Shiko kweli? Guys. My opinion though. That is your opinion. Me, I don't support that. Why not? I don't support that because I know what I know is never do revenge. Kuna revenge inaweza backfire vibaya sana. Alafu si lazima ukae na huyo mtu mwenye anakuchita na kuletea magonjwa. Outside here kuna wanaume wazuri. Mwanaume mwenye atakuvali atakujua wewe ni mwanamke aina gani na kupe heshima yako. Mwanaume mwenye hataweza kusimama hivi na mwanamke ama chat tu hivi kama amejificha ana chat. Do you know even hata chatting with you're flirting with other women there. It is cheating. I agree, but sasa ungana wanawake wengine kama umejificha ficha in a secret. It is cheating. Sharon, I believe when first born kwenu. Pia mimi ni first born kwetu. Mama yako anaishi anaishi rentals. Anaishi kada bedroom kake na bwana yake na maybe siblings wako wale wadogo. Wewe already you have kids. Yeah. Unatoka kwa bwana yako unaenda kwa mama yako wapi? Na watoto wako. But it is not, si lazima urudi kwa wazazi. Unaenda wapi na wewe housewife? Unaweza jipanga tu kidogo. Uanze tu life. Hata kama unaenda kwa single room, ndio uanze tu maisha pale. Na mkae chini, maana wewe siwe mwenye uko na makosa. Huyu bwana ndo ameamua kuharibu ndoa yake. Mkae chini na yeye msikizane, umwambie tafadhali sitaki uniue na mapema, niko na watoto ambao wananiangalia. Ambapo wewe mwanaume umekosa kuelewa uko na watoto ambao unalea. Alijua mimi lakini amekosa kuelewa. So, iko hivi, mimi wacha nijitoe maana sitaki uniue. Sitaki niharakishe. Wacha nijitoe mimi nikajitafutie, lakini hao watoto ujue responsibilities zako kama mwanaume. Ushughulikie watoto wako, ufanyie kila kitu. Mimi wacha nikajisimamia na maisha yangu. Mwanaume atakwambia hivi. Kupe nafasi ufanye mambo yako. Mwanaume atakwambia ukiamua kuenda, jua unajua kule utapeleka watoto. Mimi sikujui. Nimekufukuza hapa? No. Kuna kitu mnakosa? Hapana. Alafu watu wako wamezoeshwa sausage na mayai asubuhi. Wamezoeshwa wanakula vitabix asubuhi. Wamezoeshwa jioni wanakula. Sharon unakona kazi? Sema hapana. Sina kazi. Sharon unakona kosi? Sina. Hana. Unapeleka watoto wako wenye wamezoeshwa maisha ya juu ukiwapeleka wapi? Basi Shiko utakaa kwa hiyo ndoa uliwa. Kachini oga rudi soko kwa hiyo ndoa kwa utakaa kwa hiyo ndoa ukufia hapo kisa na maana na watoto. No. Utafanya tuna cheat. Tuko kwa hiyo ya cheat back. Ukicheat utaridhika. Utakuwa satisfied. Sasa utakuwa una assume tu. Na assume nitaridhika. Na kama wewe si mtu wa kupenda hizo vitu, ni huyu mwanaume una hiyo point. Because kama wewe si mtu wa kufanya hizo vitu, utafanya nini? Inabidi tu uvute makamasi. Ukikaa tu hapo kwa ndo unalia tu usiku na mchana. Na sasa si ndio hiyo toxic marriage ambazo tunazikataa kila siku. That is toxic. Utakuwa tortured mentally nini? Utakaa kama wazimu. Self esteem ndio hiyo imeshuka, unajichukia. Kidogo depression ikushike ikupeleke chini. Umeachia na it is better you I agree because mimi naamini if hata kama mwanaume basi amekataa kutake responsibility, amekwambia venye umesema eti ukitoka ujipange na watoto wako, maana yake mimi sijakufuza, wewe ndio umeamua kutoka. Toka. Listen, toka tu na watoto wako, ama umwachie watoto sini wake abebane na mizigo zake. Najaribu kutenganisha hii sufuria. Hizi unapata kuziekanisha pamoja. Na ni moto. Alafu itamani baridi. Tushike hivi. Tushike. Gani ya tumika? Sikujua by the way zikikataana unaweza kwa moto. Hata yeye ndo alinifundisha. Sikuwa najua Jessica. Sikuwa zinaishinga hapa kwa nyumba kama zimeshikana hivyo tu. Ukiweka kwa moto zinaachiliana? Niliona akiweka kwa moto zikaachilia. Okay. Jessica. So, umesikiza guys? Umesikiza stories za Shiko? Zangu? Advice ya Shiko mmeisikia? Nyinyi ndio mtachoose yenye choose your poison. Mimi nakuakia
yenye inakuakia. Unataka kufanya nini hapa? Unatupikia? Ni spaghetti tu iko hapa. Na chicken. You want to cook this chicken? Hii chicken ni boiled. Tunachemshanga guys. I think niliwaonyeshanga last time. Mwenye tunachemshanga tunapaka. Jana ndio tunakula leo. Nyama nini? Itatokana. Itatokania kwa sufuria. Oh, utaiweka tu hivyo. Huwezi kuiseparate hivyo sana. Cheating. Okay. Aya, soma next question. Yenye hatujasema hapo. Topic ni refu. Chambua ile moto. Chambua ile moto. Unajua wewe. Relationship inaweza work after cheating. Ndio hiyo nilikuwa naongelelea. No. Wewe ukasema no, mimi nikasema yes. At what point should we call it Quit? Ni hapo tu kwa cheating. Tumesema una forgive. At what point should we call it quit? Ati wanaume wana cheat na hata wewe kuacha. Why? Sababu uko available. Ai kweli. Sasa nakupenda. Anakupenda ndio maana hajakuacha. Anapenda ndio maana hajakuacha. Basi angekuwa akupendi. Anarudi sababu uko Angeenda available. akiendaka kabisa. Anakucheat sababu uko anakurudia sababu uko available. Juu uko available. So hiyo mimi hapo sina jibu nzuri. What do you mean? Mimi sitaki niwatetea hapo. Hiyo story yenu ni wanaume ni ngumu kuwatetea by the way. Kwa vitu zenye hatuwezi agree. Dem anarudi kwa nini after ana cheat na anarudi kwako kwa nini? Mwanamke. Kwanza najua ni wewe tu. Sababu roho ya maisha yake. Huko nje ni ile anapita pita tu kidogo kidogo. Ile wanaume inamsumbua. Itafika wakati tu atulie yeye mwenyewe ajione mjinga, ametembea, ameharibu, amedrain energy yake huko nje. In fact, hatujasema effects of cheating. Ziko kama kitu ya kwanza. Ukishatoka nje, iko wewe ni mwanamke, iko wewe ni mwanaume and you are cheating. Kitu ya kwanza maisha yako inaharibika. Kitu ya kwanza unaleta umaskini kwa nyumba yako. But success na usherati hazipelekanangi. Mambo yako inaanza kuharibika tu polepole, vitu zinaanza kusimama, vitu haziendi, zimekwama nini, visirani, mikosi, magonjwa umeleta kwa nyumba, yani visirani. Unaamini vitu za kama assault guys? Yeah, naamini. Life is spiritual guys. Life is spiritual. Unaenda una cheat, unakuja na mashitani zilizo za huko unaniletea. Unaenda umekusanya, for example, I'm just using an example. Umeenda kwa Shiko. Umechukua za Shiko. Umetumia sana. Later happen. Shiko maybe kwao kuna magonjwa, kuna mawazimu, kuna depression, watu wao wanajiua. Umebeba za huko zote. Unakuja unataka umejiingiza kwa altar za huko. You are so connected with those altars now. Umeletea bibi yako mwenye ni innocent yako. Chakula iko sawa. Umeletea bibi ambaye ni innocent. Umeletea watoto, unatesa watoto kasi. Unaona hizo effect? Life is spiritual guys. Another thing, you are just draining your energy outside there. Ukilala na mwanamke unalala na mwingine, you are draining your energy. Energy yako ina. Na in that energy, that is where your wealth iko, that is where your good health iko, that is where your richness, mambo ya prosperities iko kwa hiyo energy ambayo umeidrain, imeenda na watu wengine. Kuna wanaume hawacheat sana? Yeah, kuna wanaume ambao hawacheat. Ndio hiyo. Shiko nataka mwenye cheat. Mbona unanicheat? Nataka hizi kwanza. Acha tuweke nyama kwanza. Acha kuonesha vile mimi huwa napika. Mimi hapo sijui. Usichome. Ni korada. Niko nangu ni safi jamani.
Useme hiyo mikono tuliona ukiosha kweli. Itatokana? Saa hizi tu tuone imetokana. Hii hapo sijui. Hii hapa nyama kwanza. No, hiyo ya Kuweka kama haijatokana. Itatokana. Nipeani stress. Sawa, tuendelee sasa. Shiko, tulikuwa wapi? Kwa wanaume wazuri. wako wapi? Wenye hawachiti. Wako. Me, I believe that. I believe kuna wanaume Okay, wazuri nini? wana value wanawake, wanajua the value of a woman. Because ukiona mtu ambaye anakucheat, it doesn't value you. Mtu ambaye anakucheat akuvalue hata kidogo hivi. Lakini mtu ambaye anakuvalue ni mtu ambaye anakupenda, kuna upendo ndani. Kuna ile caring. Mimi hakuna mtu anaweza niambia ati respect, cheating na respect zinaweza kuwa kwa same sentence. Aziz. Kama unanicheat unipendi. Yeah, kama unanicheat unipendi na uniheshimu. Hizo ni vitu tofauti. But me, I believe kuna wanaume wazuri, kuna wanaume wenye huwa wana stick na mwanamke mmoja. Maisha yao yote ni huyo mwanamke mmoja tu. No cheating, no cornering, no ujanja. Na form ikijipa. Hakuna form, hakuna mambo ya form, kwa mtu ambaye ni straight person. Na wewe mtu ambaye ako honest. Yeah, true. Yeah. Hakuna hiyo ujanja ukora. You know, kama mtu anacheat mwenyewe hataji respect. Hata yeye mwenyewe haji respect, hata hajipendi. Haji respect. Kwa tu waelezea about that. Mimi kwanza nataka kuona style yako ya kupika sababu sijui. Hii imenishtua. You just wait and see now. Spaghetti yangu jamani imeiva. Tumwage maji sasa. Kama nimeiacha Niko vakuka. Kuna maji. Maisha. Makelele sana na masufuria. Shiko, what is the next question, mama? Hata tumechambua hiyo question vizuri. Hatujaichambua vizuri. Niuliza kama kuna wanaume huwa wacheat. Na mimi nikakwambia yes wako. Kuna wanaume waaminifu. Kuna wanaume faithful. Si waaminifu ni faithful. Yeah, na kuna wanaume honest, faithful. Wanajua ni nini wanataka kwa life. Na wanaume broke huwa wanacheat. Kwanza hao ndo sugu. Surely. Hao ndo sugu. Lakini shawachokea nyinyi wenye mnaanza kugive cheating. Hao ndo sugu. Aya, usikii wanawake wanasema eri ukalilia wapi? Kwa Range Rover Dubai kuliko ulilia wapi? Githurai. Huwezi kuwa unateswa na mwanaume na umaskini. Alafu pia akutese na wanawake na usherati na magonjwa na usherati. Hamna pesa ya kujibiwa magonjwa. Hatutaki. Haiwezekani. Kwa wanaume 10 ni wangapi hawachiti? 2%. So kwa wanaume 10, wawili tu ndio hawachiti. Au wawili tu ndio hawachiti. Na wapi? Ni rare. Wako very rare kuwapata. Very sure ni rare. Ni rare sana. Ama ukute Shiko. Ama ukute alicheat. Ikafika mwisho akachoka hadi akaacha mshike. Yeah, anataka tu mtu wa kusettle naye. Alicheza na tumaisha huko nje. Pia naamini ni stage. Na ndio ile tulikuwa tunasema watu huwa wana change. Tuliongelea kitu hapo. Ni stage. Yeah. It is ni ujana, utoto mingi. Unataka ku experience kila mahali. Nini? Kwa channel yako sasa kama mwanaume akielezea. Kitu tatu. Tutafuta mwanaume. Inabidi tutafute mwanaume. Atueleze kama kuna tofauti. Kuna tofauti Gani? Maana kila siku una grow. Na believe kila siku mtu ana grow. Vile ulikuwa juzi last year, si vile uko na ndio utakuwa leo. So people change. Na vitu kama hizo, kama ukiona mwenye hajatulia
But mtu outgrow cheating. Yeah. Na mimi nikuulize, nao wazee mtu unapata mzee kabisa kama baba yako, I'm sorry to say that. Just giving an example. Kama baba ama babu yako, unamkuta ana cheat, anatongoza kasichana kama mimi. Sasa huyo ni mtu ambaye atakuja kuchange ni stage. No. But ni kuruka stage. Maybe aliruka hiyo stage. Ndio maana narudi. Alikuwa anaruka kwa nini? Hakuwa na pesa. Sasa amepata pesa anaweza fanya hizo vitu. Ni tabia ya mtu. Huyo mtu alikuwa tuna hiyo tabia na alishindwa kuchange ama kujielewa. Let's talk about our venye wanachitigi na more than one woman. Atago. Ako na mimi, ako na Sharon, ako na Jessica, ako na nani once. Huyo lazima awe ni master. Let me tell you, Sharon, kuna dem fulani ako TikTok anafanyaga wana sanitize watu. Ukiingia huko ndio utajua watu wana cheat. I think unafaa uende uone. Unafaa kwenda nifanye hiyo research. You should watch it. Na wana cheat ni wenye wako kwa ndoa ama wenye wako tu kwa relationship za kawaida? Wote tu. The I number ni wenye wako kwa ndoa ama wenye wako nje? The problem kwa huyo mdem fulani mwenye kwa TikTok hasemagi kama ni husband ama anasema tu call the love of my life. Like sasa kama wewe unapigia the love of your life, mwambie nampenda sana na naweza taka nitambue. Sharon akishapiga bwana anasema bibi yake anaitwa Shiko. Na nilikuwa hapo nasikiza. Oh my goodness. Wewe unataka kutuua mapema sisi watoto wa Mungu. Ati unaacha kwa bili yako. Alafu utarudi nyumbani uniambie nini? Sasa swali ni hii. Sasa hiyo mimi niko na watoto wako maybe. Nimekuzalia. Sasa utarudi kuniambia nini? Nishasikia huko Shiko. Na kuna pia watu wengine wanajidate. Uko tu kwa relationship yako kwa life lakini uko peke yako. How? Yeye hakudate, ni unajidate. How? Mtapatana mtafanya chenye mnafanya lakini hayuko kwako. Mkiachana ni hivyo. Na yeye anafanya nini hapo kwako? Nini si kwa available kwako? Tulisema ni juu kwa available. Uko available. Sharon ni aje fiti. Uko wapi? Niko job. Tunaweza patana. Sharon. Unafikiria ni mtu wako. Kumbe ni mtu wetu. Wewe mnasikia? Mnasikia venye hapa nje ni pabaya. Ukipata mtu mzuri hivi na huyo mzuri utamjua. But we should be careful. Tuambie. We should be very careful. How? Si akikuacha but sasa kudania again. Si mimi nimesema hii ni ya Sharon. Kunaonyesha kila mahali. Mimi ni si mimi naongea ni. Kunaonyesha kila mahali. So unatoka kwako unaenda unafuata mwingine pia na shit. Sasa tufanye aje kama sisi wanawake sasa? Tukae tu peke yetu. Tukae peke yetu. Nishikwa amesema asini. Is it possible? Tutafute ni pesa. Kwani pesa ndio kila kitu? Si kila kitu. Alafu lakini utafika wakati upende utamani kuolewa. Kwani ndoa ni lazima? Utamani ndoa it is not achievement. Nini marriage it is spices. Hakuna kutumia mixed spice. No. Sisi ya pilau. Ya pilau iko wapi Shiko? Sasa hiyo rafiki yangu anapenda kunichokesha na unapenda nikupikie pilau sana. Aki ni lini na sijui ukuje lini nikupikie ndo ya pilau. Hii unaweza weka kwa nyama, unaweza weka kwa chicken. Ya roja fungu? Sijapika pilau tangu nimeinunua. Na mbona? I think you do, I do too. Si mjipikie basi. Tunataka yako. Ebona hawa. Kwani unaweka yote? Sisi tunaweka kidogo. Kidogo uonyeshe. Unazungusha tu hii kifuniko inatoka. Haya, hii imenitosha. Alafu niweke sasa hii chicken masala. Hii ni pilau masala peke yake? Hiyo ni ya pilau masala tu peke yake. Imenitosha. Unapika hii? Hiyo pilau masala? Unapenda gani ya tropical eat? Hiyo ni ya mimi sijui kupika pilau mama.
Utakuja nikufundishe. Lini? When you are free because you are not even available. Mmesikia? Mmesikia? Mmemsikia? Yeah, because uko available Shiko. But unaona sasa kama leo nimekupata usiku. I know but hiyo busy woman. Hiyo pila looking for money. Not relationship. Sanga. Not relationship. Lenyewe ni kuku yako imetokana. Si nilikwambia itatokana. Si ndio iko moja moja. Sina ile chicken beef, ile chicken whatever. Ngoma hii ya beef tu peke yake. But tunaweza weka pamoja. Okay, Shiko, let's continue with our topic. Unajua sasa kwa chakula yako inatoa aroma nyingine hadi inafoma akili yangu. Nasikia Imebakisha kidogo sana. Najua tuna watu hapa wanataka kulala pia. So, mi vile tu tumesema cheating is a choice. Then again, kama una feel unaweza kama wewe mwenye na cheat, choice ni yako. Kama unaweza taka uendelee kuishi na yeye na kama hutaki, kama hiyo kiasi kufinyi, endelea nayo. Yeah, it is your choice guys. Hakuna mwenye atakulazimisha ama akwambie toka. If wewe ukifika mahali usikie umechoka, utajiondoa wewe mwenyewe. Hivyo ndo inafaa. Si eti na pia take your time kufanya hatua. Yeah. Unajua mimi Kiswahili imenijaa sana. Hatua ni action. Yeah, always take your time to make an action, to make any reaction ama something like that. No. Usiseme tu wewe mtu amenicheat leo nini. And also sometimes do your research very well. It's very important. Do your research kabisa, make sure kabisa huyu nimemkamata kabisa. Niko na evidence alafu sisi ni ma DCI. Nilikwambia hakuna kitu kama the right person. Hakunanga the right person. Maoni yangu again. Yeah. Shiko alisema hivyo, hakunanga the right partner. Wenye nashinda nikiwaambia when you get the right partner, you gonna enjoy marriage, you gonna enjoy life, you gonna feel like a baby. Enjoy marriage. Nakunayo wewe. When you get the right partner. Hakuna kama the right partner. Shiko kila kitu yangu yote huwa anapinga tu. No, upatane na Sharon mwenye kuna flaws zake. Na mpoalia wake na flaws zake. Ujue ni kama unaweza stomach zake na yajue kama anaweza stomach zako. Hakuna kitu kama the right person. You just have to choose your poison. Yeah, that is true. Ngoje Mr. Right. No. Mr. Right hata wahi kuja. Hawezi chua. Huyo wako tengeneza. Na kama atengenezeki achana naye. Ndio tumuibe akiwa sawa. Shiko anangoja wenye wametayarishwa, wenye wameiva. Nani hataki? Hataki kwenda kujiundia yeye mwenyewe. Ni nani? Okay. Haya. Nini nyingine tulikuwa tunaongelelea? I'm learning something. Yeah, even Jessica here, she's learning something. Yeah. Jessica, we are talking here, it is serious. It is serious and it is going to help so many people by the way. Yeah, we are talking with the experience here. My partner here, my friend here. Msione hapa ako single. She is not single. Kalisha, she is not single. Msikia hapa vile anawashusha hivi single. But in fact hata ako na experience more than me. Our marriage 10 good years. This one you see here. Mbona unanichomea? 10 good years. Mbona unanichomea? Lakini mnasikia zile advice anawaambia mtu hapa kwako. Hakuna. She's already taken. Kwanza miaka kitambo sana hata ushasaulika wewe. In case kuna mtu hapo nje anataka mtu. Niko hapa. Not this one. Utangolewa meno? Usidanganywe. Mtachangana usiniharibie jina. Amelala. We are almost. Okay, Shiko. Continue, we finish this topic. Angalia questions zenye hatujajibu hapo tunajibu. I think tumesoma zote. Tumesoma zote? Nini nyingine unataka kuongeza hapo? Hakuna kitu again. Yes. Nitarudia hapo kwa hakuna kitu.
Hakuna the right person. Wewe chagua tu simu yako yenye unawezana nayo ukisonga nayo. Na it's all about kuvumiliana. Yeah. But unajua kwa marriage ni kitu watu wanakosaniaga si cheating pekee yake. Yeah, si cheating. Kuna vitu mingi sana. Vitu ni mingi. Kuna wale huwa they don't know how to understand their partners. Kuna wenye wanapigana. Kuna wale terrible liars. Waongo. Aya, kuna violence pia, ndio? Yeah. Ni vitu mingi. Sana. As now stories zenye zinaendelea saa hizi zina trend. Man. It is all about toxic relationship. Alafu it's funny. Violence relationship. It's funny. Kwanza millennials. Yeah. Wako kwa ndoa za pili. Si sisi sasa. Ndoa za kwanza zilikataa. Hebu kuzia kitu hapo. Mbona zilikataa? Ndoa za kwanza zilikataa. Okay, mimi na believe ni sababu maybe uliingia ukiwa mdogo, hauja experience unajua maana ya ndoa ni. Okay, si hata sasa tunajua maana ya ndoa because tungekuwa tunaijua. Haingekuwa ina stress. Just kando niletee soup kwa fridge kidogo. Nijivalia water. Shiko endelea. What were we saying? Mambo ya ndoa za kwanza zilikataa. Unatoka kwa nini kwa ndoa? But kwa ndoa ni stress tu. Because ukishatoka kwa ndoa ya kwanza, ya pili umekuja umeingia na watoto. Yeah, umeingia na watoto shwari. Na kama hujaingia na watoto ni bahati yako. Bahati yako. Au kwa ndoa kama hujaingia na watoto. Kwa ndoa kama hujaingia na watoto wewe ukukua kwa ndoa. Unapata pia yeye wewe ni ndoa yake ya pili. Yeah. So unapata maybe kuna experience kidogo. Na unamkuta pia na yeye pia maybe alikuwa kwa ndoa nyingine mwenye amekuoa pia ni ndoa yake ya pili. Ama hata ya tatu. Ama ya tatu. Ama ya nne ya tano. Wanaume ikishapita ya pili. You know, ni red flag. Dota mbona anapitisha ya pili? Ndio ni moja ya pili lazima iwaka. Ya tatu, ya mbona kuna ya tatu? He's the problem. Yeah, ni yeye mwenye shida. Usikutane na mtu huko ako 45 years anakuambia sina bibi. Jiulize maswali. Alikuwa wapi? Masiku za ujana. Masiku za ujana. Unataka kutuambia kupata mtu? Hapo anatongoza ama unapatana na mwanaume mwenye kuna mama wa watatu, wa nne. Kuna ni too much. Unaweza take mwanaume wako na baby mama sana hapo? Hakuna, mimi sasa ndo naniuliza hiyo swali. Inategemea lakini wasipite wawili. Anyway, inategemea na mwanaume mwenye uko naye. Na inategemea na baby mamas wenye una deal na wao. Kuna wengine dramatic hawezi kupatia peace kwa hiyo marriage. Anyway, mwanaume anataka hii marriage work out, but the baby mamas they are dramatic. Hawatakuallow upate amani kwa hiyo ndoa. Hawatakuallow upendwe na huyo mwanaume. Unajua kuna kwanga hivyo wako? Yeah. Hawatakuallow bwana yako akupende, apende watoto wako, akutake care. Ni kama it is all about watoto. Wanakupatia tu drama ni watoto. Watoto. Mpaka wanafanya mwanaume kichwa ikue kama sijui nini. Kama mwanaume wako amemuallow. It is kama mwanaume wako amemuallow. Yeah. Baby mama atahandoliwa tu na mwenye walizana yeye. Sisi kuja niseme wewe mwanamke huwezi ingililia. No. Yeye ndiye amweke mahali nafaa. Na mahali anafaa ni to put boundaries. Yeah, and if this man wants this marriage to work out, lazima aweke boundaries between this baby mama and the marriage. At some point as a wife kuna tu mahali itafika mpatane na baby mama. Mtapatania wapi? Kama watoto wanakuja kuvisit baba yao, alafu wako na wale watoto na uko na watoto wako, unaweza taka wanini kwa bond. They are siblings at the end of the day. Yeah, of course. So unaweza taka wako na hiyo connection. Yeah. Watakuwa wanaletwa na nani? Mfanyikazi. Mimi nikipata mwanaume ako na baby mama naweza taka tukue tunaweza ongea na baby mama. Mkuwe na communication. Shikoni wako kuna hatari gani?
Unaona hapo kuna haya. Basi wewe unaweza taka hivyo, lakini wewe huyo bwana wako atakuwa na ile fear of hawa ni wanawake wawili ambao wameshikana na wanaongea kila siku. Sijui nini wananipangia. Tunakupangia pusi yako. Sio anapanga kunimaliza, anapanga kunifanyia nini, so pia mwanamume utakuwa unamweka wasiwasi kidogo. But sasa na yeye kama mwanaume sio vibaya mkae kama enemies. Hakuna hata mkae kama enemies. Alijaribu ikashindikana. Akapea pia nawe nafasi. Mwanaume kama wewe endelea shiko. You are the wife. Unafaa ukae mahali pako kama bibi. Na mimi ni baby mama. Nafaa kutake my place kama baby mama. Na tukiweka kila mtu nini yake place yake, mbona kuna stress gani? Hata kuwa na stress, lakini kukiingia ujanja italeta stress. Wapi? Ujanja ni maybe unakuta anaendanga wana meet na baby mama. Wana plan vitu zao. Mbona mna meet? Wana meet in the name of watoto. Haya, unakuta huyo mwanaume anaenda kwa nyumba ya baby mama, ama maybe is the one who is paying the bills there. Anafaa kulipa bills. Watoto ni wake. Rent nini, so inakuwa lazima aende kwa nyumba ya huyo mwanamke. But unajua pia in the name of watoto. Kwa hiyo ama maybe wana meet kwa hiyo subject ya kucheat, unajua pia wanacheat na baby mamas wao. Huwa wanacheat na baby mamas. Nasikia. Most of them huwa wanacheat na baby mamas zao. Kama tuachane na ndoa. Shiko anasema tuachane na ndoa. Mimi naona tuachane na ndoa. Kama Ndoa ni hivyo, acha tuachane because wanaume wengi huku nje pia nao wako na watoto. Jessica, bado tunapika. Umeniangalisha tu kamera na tunapika. Hata hivi. Taedit tu kidogo. Kwa nataka ikuwa na kasupu kidogo. Chakula hata ishaiva jamani. Tunaweka watu We cook. You cook? Alia Very well. Alia kona food. She has food. You are waiting for her to eat this food. No. What? She's going to eat the other one. With the sauce? No. She has this food, we can warm it. And the sauce? I'm asking about the sauce. No. And yes, She she doesn't can't have eat that sauce. sauce. Yeah. And what is she going to eat? Aplagi ya. It is late. Kwanza hata iko na pilipili. Nisikie iko na pilipili. The food is even better. Iko vile kasupu. The soup is tosha. Don't need to add more. So guys, hebu tumalizie hii topic shiko, twende tukule. Well, late. Our chicken is ready. And our spaghetti here, it is ready also. Msijali tumepika na story mingi, but it is fine. So tumalizie hii topic, twende tukuleni. Haya. Make sure umesoma hizo questions zote. Yeah, guys, I hope umesikia kila kitu yenye mlikuwa mmecomment. Iko hapa. Wale wote waliniambia Masha, jaribu ongelelea hizi vitu. Ziko hapa zote, nilizi write down kwa hii karatasi and tumezimaliza kabisa. And I hope mmeridhika na majina zetu na majibu zetu, na pia mmelearn something from, hata kama tunaifanya tu kama comedy tukicheka, but we mean it. Kama mnaona hatuko serious, we mean it. Sio tuko serious. Yeah. Please endeni muwatch hiyo video yetu guys, msubscribe, mcomment kama mnataka tena nirudishe shiko. Please go next topic ambayo mta request nilete. Kama mnataka shiko arudi, aya mcomment hapo chini. Kama watu wako wanaongopanga ku-comment, okay, mkuje tu kwa inbox yangu mniambie shiko mrudishe na mlete hii topic. Tuko ready for you. Are you ready for them? Yeah, we are very ready for you guys. Na next time maybe tutaimake kwa a different place. Kwa place ingine tofauti, tukue tumetulia, hatuna mambo mingi. Sawa guys, we love you. And next